وش قاعد نسأل كذا شباب من يعني أورنجي تمام بقول هذه بكرين توكشة درسي توكشة ديل أورنيوس تمام توكشة ديل أورنيوس tunajifunza lugha ya Kituruki. Sasa leo tunaanza na mwanzo kabisa na ndio msingi wa lugha ya Kituruki. Kama nilivyoelekeza pale mwanzo, sawa kipindi unajiunga na group tukasema mwanzo kabisa wa kujua lugha ya Kituruki unatakiwa kufahamu alfabeti. Sawa alfabeti ni muhimu sana na ndio msingi wa lugha. Huwezi kuzungumza neno la Kituruki la aina yoyote na huwezi kuandika Kituruki bila kupitia katika mifumo hii. Sasa leo hadi bakrin Türkçe alfabe. Alfabe Kituruki ni alfabeti. Na alfabeti za Kituruki, Türkçe ni Kituruki. Kituruki lugha, yani lugha ya Kituruki inaitwa Türkçe. Sawa tutakuwa tunapeana tips baadaye, vitu vya kuzingatia. Kitu ambacho ninachoomba kipindi unajifunza lugha ya Kituruki, itaidi uwe na madaftari mawili, yatakusaidia sana. Daftari la kwanza utaandika somo kama hili, utakuwa unafuata somo. Daftari la pili uwe nalo kwa ajili ya kuandika vitu tunaita kama tips. Nitapokuwa naeleza kitu nikikwambia hiki maana yake ni fulani Kiswahili, kinatamkwa hivi, wewe ile daftari lingine ndio utakuwa unaandika pale kitu fulani, kumbe unaandika kwa Kiswahili kwenye mabano maana yake hivi. Tumeelewana vizuri? Kwa ni kitu cha kuzingatia sana. Sasa Türkçe ni Kituruki, yani Kituruki kwa maana ya lugha. Kwa hiyo Uturuki kwenyewe panaitwa Turki. Ukiona neno Turkiye, sawa ukiona neno Turkiye maana yake ni Uturuki. Hapa tumemaanisha Uturuki. Tumeelewana vizuri? Na ukiona neno Türkçe limeandikwa Türkçe, sawa ukiona neno Türkçe hapa inazungumziwa lugha. Kwa hiyo hapa ni yule raia wa nchi anaitwa. Hapa ni nchi, tamam. Hapa ni nchi, sawa Kama tips kama hizi ndio pale nilipoongea kwa lazima uwe na daftari la pili. Ile daftari la pili unaandika vitu kama hivi sasa, ili uwe visikuchanganye baadaye katika maelekezo, au unataka kuzungumza kitu ukaja kuchanganya. Labda unataka kuzungumza lugha ukataja nchi. Kwa hiyo hivyo vitu lazima uwe navyo makini. Kwa hiyo nchi ni Turkey. Kwa Kiingereza unaita Turkish. Sawa Kwa hiyo Turkey ndio nchi, lakini lugha yao wanayozungumza ni Türkçe. Sawa Kwa Türkçe ni lugha. Tumeelewana Türkçe ni lugha. Kwa hiyo unaposema Türkçe değil, maana yake lugha ya Kituruki. Sawa Unaposema Türkiye ülke, yani nchi ya Uturuki. Sawa Neno nchi yenyewe Kituruki linaitwa ülke. Ukiona neno hivi ujue limemaanisha country, yani nchi. Kwa hiyo neno nchi kama nchi kwa Kiswahili tunapenda kusema nchi Kenya, nchi Tanzania, nchi Marekani. Sasa nchi ni ülke. Ülke inaitwa ülke. Rudia kusema ülke ndio nchi. Sasa nchi ya Uturuki ndio inaitwa Türkiye, ndio nchi yenyewe, na lugha wanazungumza Waturuki inaitwa Türkçe. Kwa Türkçe ni lugha, Türkiye ni nchi. Je, kama nchi ni Türkiye, lugha ni Türkçe, mwenyewe mtu anaoishi hapo kama mimi ni Mtanzania, sasa Mturuki anaitwaje? Kwa hiyo Mturuki anaitwa Turk. Kwa hiyo unaposema Turk peke yake hapo umemaanisha mtu. Sawa na ndio maana tukitaka kuuliza kama wewe ni Mturuki tunasema Turk musunuz. Kwa hiyo unaposema Turk musunuz maana yake wewe ni Mturuki. Hapo unakuwa umemuuliza huyo mtu, kama umekutana naye unataka kujipa uhakika kwa yeye ni Mturuki, utasema Turk musunuz, yani kuwa wewe ni Mturuki. Kwa hiyo huyu ni mtu. Kwa hiyo hapa kuhusu Uturuki story fupi ushajua kwa Turkiye ni nchi, Türkçe ni lugha na Turk ni mtu mwenyewe. Sawa. Kwa Turk musunuz, wewe ni Mturuki. Tamam. Kwa hiyo hapo lazima tuelewane kuhusu mwanzo kabisa. Sasa tunaenda kuangalia alfabeti. Kitu ambacho unatakiwa kukielewa kuhusu alfabeti ni kwamba alfabeti za Kituruki zinasomwa kwa mfumo wa A. Alfabeti za Kituruki ni hizi zote unazoziona.
Hizi alfabeti za Kituruki ni sawa kabisa na zimefanana na alfabeti za Kiingereza, isipokuwa sasa katika alfabeti hizi za Kituruki zote unapoziona hakuna herufi Q, hakuna herufi W na hakuna herufi Z. Kwa hiyo hakuna herufi X. Sawa, eh? Kwa hiyo WX, QWX kwenye alfabeti za Kituruki hilo swala hakuna. Kwa hiyo